Yeah, karibuni sana ndugu mabibi na mabwana. Tunaizungumzia Cryptex, project ambayo tumeianza toka mwaka jana kwa wengi wetu hapa Tanzania, lakini ukweli ni kwamba kuna Watanzania wengi walishafanya project hii miaka ya nyuma na baadhi walishafanikiwa na hata wengine hawapo hapa Tanzania. Wakati tunaianza project hii hatukuwa na habari nyingi kuihusu, lakini kutokana na ujuzi mdogo tuliokuwa nao kuhusiana na mikopo ya online, basi ilituwezesha sisi kuiamini project hii kwa haraka na tukaanza kuifanya mara moja. Lakini zaidi tuliona project hii kama ni mkombozi au ni ajira rasmi, kwa sababu inaweza kumnufaisha mtu si kwa kipindi kirefu, bali hata kwa kipindi kifupi iwapo ataielewa na kuamua kuifanyia kazi. Kwa hiyo wacha tuone jinsi Cryptex inavyofanya kazi. Nitaenda moja kwa moja kuelezea namna ambavyo unaweza kupata mkopo kupitia Cryptex. Cryptex ni programu ambayo inakuwezesha wewe kupata mkopo wa $30,240 na kuendelea, ikitegemea vigezo kadhaa ambavyo nitavielezea, lakini wewe utahitaji kulipa $100 tu, ambazo dola hizi 100 ni subscription fee au ni fedha ambazo zinatumika kwa ajili ya kuombea mkopo na wala sio investment yako. Kwa hiyo Cryptex hatu investi pesa zetu, bali ukishakuwa memba wa Cryptex mtaji utaukuta hapo, utaukuta mtaji na moja kwa moja utaanza kwenda mbele kuanza kukusanya maokoto. Sasa maswali ni mengi kwamba project hii ilitoka wapi. Hii project imetengenezwa kama community project, lakini ni anonymous, kwa maana ya kwamba wale waliotengeneza project hii hawajapenda kujionyesha wazi kwenye public. Nataka nieleze maana ya anonymous. Ni kitu ambacho akifahamiki yule anayekimiliki, au anonymous ni kuficha utambulisho kwa Kiswahili rahisi. Kitu kikiwa anonymous maana yake kimeficha utambulisho, kwamba ukimtafuta mmiliki au wamiliki na ofisi zao huwezi kuwapata wala huwezi kuwafahamu, kwa sababu sio watu waliojionyesha kwenye public. Na wameitengeneza Cryptex kama community project ambayo imetengenezwa ndani ya teknolojia ya blockchain. Kwa hiyo basi Cryptex haina kampuni wala haina mkurugenzi wala ofisi zake hazijulikani popote pale zilipo. Kwa hiyo iwapo unatafuta project ambayo ina mkurugenzi, ni kampuni na ina ofisi fulani, basi Cryptex inaweza kukwambia wazi si size yako. Lakini Cryptex ni kwa wale ambao wanaamini mifumo. Tunafanya kazi kwa kutumia mifumo au system. Na Cryptex inatumia DeFi staking ambayo nitaielezea vizuri, lakini watu wanauliza inawezekanaje wakupe mkopo hao hao na wakupe pesa yani wakupe faida hao hao. Basi hii haiko hivyo katika Cryptex, huo ni uelewa mbaya. Cryptex inashirikiana na mabenki, lakini pia inashirikiana na mashirika ya bima. Kwa hiyo wote wanashirikiana kwa pamoja. Fedha zinatoka katika benki, mashirika ya bima yako pale kwa ajili ya security, na Cryptex imetengeneza smart contract ambayo ndio inahusika kumanage fedha hizo kutoka benki kuingia katika staking na kugawanya faida zinazopatikana katika pande zote ambazo zimeshiriki. Kwa hiyo hii ndio project ambayo ilianza toka mwaka 2016 na hatukuingia tukiwa kama viziwi au vipofu. Tuliona uthibitisho wa kutosha kabisa, ndipo tukaona kwa kweli kuna kila sababu ya kuto kuidharau project hii ya Cryptex. Kwa hiyo nitaelezea kidogo mazingira haya ambayo nimeyazungumzia hapa, ili watu wanapokuja na maswali yao au na vigezo vyao na hoja zao zisizo na msingi tuweze kuwajibu vizuri tunapozungumzia misingi hiyo. Tuangalie kwa kina kabisa jinsi pesa zinapatikana hapa katika Cryptex. Cryptex inatengeneza fedha au faida inapatikana kupitia DeFi staking. Ambapo DeFi ni nini? DeFi ni mifumo ya kifedha kama ilivyo mabenki, lakini DeFi ni mifumo ya kifedha ya kisasa iliyotengenezwa katika teknolojia ya blockchain. Na DeFi ni mfupisho wa maneno decentralized finance, yani mifumo ya kifedha ambayo imegatuliwa au mifumo ambayo imejengwa katika teknolojia ya blockchain, ambapo hakuna mmiliki au hakuna CEO na imeondoa urasimu wote ambao uko katika mifumo ya kawaida ya kifedha.
Tunapozungumzia neno staking, staking ni nini? Staking ni njia ya kuweka fedha katika taasisi za kifedha ambazo zinazungusha fedha ili kupata sehemu ya faida. Inakuwaje hii, au mifano yake ni ipi? Mifano mizuri ya staking ni namna ambavyo watu huweka fedha zao katika mabenki kama kama fixed account, au kama vile watu wanavyoweka kwenye bondi za benki kuu au bondi zile zinazotolewa na serikali. Watu huweka fedha kule ili kuweza kupata gawio la faida. Sasa fedha hizo zinafanyaje kule? Zile fedha zinafanya biashara mbalimbali. Zinapofanya biashara, faida inayopatikana na wewe unakuwa unapata sehemu ya faida ile. Kwa hiyo fedha ambazo benki inatoa kwa ajili yako na zinawekwa katika mfumo huu wa DeFi zinazungushwa katika mfumo wa blockchain na unakuwa unapata faida ya sarafu kidogo kidogo kila siku. Kwa hiyo hivyo ndivyo fedha zinavyotengenezwa hapa katika Cryptex, au ndivyo ambavyo Cryptex inatengeneza faida, na faida inayotengenezwa kwa siku ni 0.1 hadi 0.3 kwa siku, na faida hii inafanyiwa compounding. Compounding ni njia ya kuchukua faida iliyotengenezwa na kuijumlisha na mtaji kila siku, na hiyo wanasema ni maajabu au ni njia ya ajabu ya kukuza mtaji au ya kukuza kipato, njia inayoitwa compounding. Ningependa wale ambao huwa mnakuja na kalamu na karatasi na hamjui vizuri kuhusu compounding effect, muandike neno hilo ili baadaye muweze kupata maarifa zaidi kwa kuchimba katika mtandao. Kwa hiyo hivi ndivyo fedha zinavyotengenezwa hapa katika mradi huu wa Cryptex ambao umeanza mwaka 2016. Sasa hapa kuna swali lingine ambalo huwa linakuja. Watu wanauliza, kama ni smart contract, kwa nini ukiwithdraw pesa ni lazima utumiwe email? Kwa nini ukijisajili lazima ulizwe email? Kwa nini wanauliza ni kwa nini ukiwithdraw pesa haziingii moja kwa moja kwenye wallet yako? Watu wanakuja na maswali hayo kwa sababu ya kukosa elimu na kufikiri kwamba miradi ambayo imejengwa kwenye blockchain au smart contract ni lazima iwe kwenye trust wallet na ikiwa imeunganishwa moja kwa moja. Sasa miradi mingine ya DeFi ni miradi ambayo inaitwa ni hybrid contract. Naomba uzingatie neno hybrid contract. Cryptex ni DeFi hybrid contract, ikimaanisha kwamba kuna smart contract, yani mfumo ambao unajiendesha wenyewe katika blockchain, lakini kuna mifumo mingine ambayo iko nje ya blockchain ambayo inatoa huduma zinazosababisha ile DeFi iweze kufanya kazi kwa ufanisi hata zaidi. Wakati Cryptex inaanzishwa, teknolojia ya DeFi ilikuwa haijawa kubwa, yani ilikuwa ina mapungufu mengi sana, na Cryptex ni mradi ulioanzishwa ili kusaidia watu ambao katika jamii ni watu ambao walikuwa tunasema ni disadvantaged group, kama watu wazee. Na ndio maana mtaona mpaka leo unapoingia kwenye Zoom za Cryptex za watu wa Ulaya utaona ni watu wenye umri mkubwa. Kwa sababu iwapo wangetumia pure smart contract ambayo ina execute miamala yote automatic bila mtu yeyote kusimamia, basi wizi mkubwa sana ungefanyika, kutokana na watu wengi ambao walikuwa kusudiwa kufanya Cryptex ni watu ambao walikuwa si wajuzi wakubwa wa teknolojia hii ya blockchain. Na ndio maana basi unaposajili utaulizwa email yako ili iwe rahisi wewe kuwasiliana na Cryptex pale jambo lolote linapohitajika, kama vile unapotaka kutoa muamala au kuwithdraw, au una password iwapo mtu fulani ameingilia akaunti yako bila ruhusa yako. Lakini kuhakikisha kwamba huyu anayepewa fedha hizi ndiye muhusika, ni lazima Cryptex wakutumie email ili uijibu, nao watahakikisha kwamba huyu ndiye yule hasa ambaye mwenye akaunti hii. Kwa hiyo ni mifumo ya kiusalama zaidi ambayo iliboreshwa kuhakikisha kwamba mradi huu wale waliokusudiwa kunufaika wananufaika kihalali au wananufaika kikamili. Ndio maana hii tunaita ni hybrid, yani ni vitu viwili vilivyochanganywa, smart contract pure pamoja na decentralized oracle networks au huduma zinazotoka nje ya blockchain ili kusapoti hiyo smart contract, na hivyo kufanya mradi huu kuwa ni mradi bora zaidi ambao tangu umeanza mwaka 2016
hatujaona uhalifu uliotokea au hakuja ripotiwa uhalifu mkubwa uliotokea wa watu kuibiwa akaunti zao au watu kukosa fedha zao baada ya mikataba yao kuwa imekomaa. Yes. Sasa wacha tuzungumze ni namna gani wewe unaweza kuwa mshiriki katika mradi huu wa pekee. Mwaka 2018 mradi huu ulikuwa public kwamba mtu yote duniani sasa anaweza kujiunga, lakini ni watu wachache sana waliweza kujoin kwa wingi, waliweza kujoin wakati huo kwa sababu wengi walipojaribu kuanza walikatishana tamaa, na tumekutana na story hizo nyingi sana. Unamuonyesha mtu Cryptex anakuambia hii project nilijua kipindi fulani, nilijua mwaka 2018, nilishirikishwa na Mjerumani, nilishirikishwa na nani, lakini nilidharau. Lakini kuna wengine wanakuambia ndugu zangu au rafiki zangu waliingia na sasa hivi hata Tanzania hawaishi. So unaweza pia wewe kuchagua kuidharau au kujoin, kwa sababu unachohitajika kuwa nacho hapa ni dola 100 peke yake. Hakuna mahali ambapo umeambiwa unapaswa kutumia fedha nyingi unless kama uko tayari kuwa na mikataba mingi, yani unahitaji kuwa na mikataba mingi, yani uko tayari kuriski more. Dola 100 ambazo unatoa katika Cryptex sio investment yako. Sasa hapa niendelee kueleza vizuri kwamba mtu unakutana naye anakuambia, yani nitoe dola 100 nipate dola 30,000. Yani dola 100 izalishe 30,000. Si kweli. Dola 100 haitumiki kuzalisha chochote. Dola 100 unayolipa ni ada ya kujiunga. Yani wewe unakuwa ni mwanachama, na hapo utakuwa huru sasa kuchagua unataka kupata mkopo wa mkataba wa miaka mingapi. Na utaona kuna mkataba wa miaka 3, kuna mkataba wa miaka 5 na kuna mkataba wa miaka 7. Kwa hiyo uhuru huu ambao utapewa kuchagua wewe ni jinsi unavyoweza kuvumilia kusubiri. Kwa mfano, ukichagua mkataba wa miaka 3 utawekewa mtaji wa dola 30,240 iwapo mkataba huo bado unapatikana. Na iwapo fungu la mkataba huo limeshaisha, basi dola 100 ulizolipa zitarejeshwa papo hapo kwenye akaunti yako. Lakini pia unaweza kuchagua mkataba wa miaka 5 au miaka 7, ambapo mkataba wa miaka 5 utakiwa dola 43,200 kama kianzio chako au kama mtaji wako, na kwa mkataba wa miaka 5 au wa miaka 7. Kwa hiyo utaona kwa ukichagua muda mrefu, kianzio unachopewa ni kikubwa zaidi na faida utakao kuja kupata kama tutakavyoona baadaye ni kubwa pia hata zaidi. Kwa hiyo mtaji huu unaupata kwa wewe kulipia tu dola 100 ambazo hizi ni subscription fee. Na nikuambie tu kwamba kwa jinsi mradi huu umedumu muda mrefu, ukipiga mahesabu ya hii dola 100 na ukajua inapoenda, basi utaacha kiburi na mara moja utatafuta dola 100 ili na wewe umiliki angalau mkataba mmoja, alafu uone nini kitatokea baada ya muda wako kufika. Kwa hiyo utakapolipia, wewe utakuwa unaitwa ni account holder au utakuwa ni mshiriki rasmi wa Cryptex. Utapewa wallet ambayo wallet hiyo itakuwa tayari ina mtaji, na moja kwa moja mtaji huo utaingia katika DeFi, na baada ya masaa 24 au zaidi kidogo utaanza kuona faida. Sasa utajiuliza swali kubwa kwamba inawezekanaje nipate mkopo kama huo na hakuna popote ambapo nimehitajika kuweka dhamana, kwa sababu unapozungumzia dola 30,000 au dola 43,000 tunazungumzia zaidi ya milioni 90 na au milioni 100 na kuendelea. Ukweli ni kwamba walipotengeneza mradi huu walihakikisha kwamba sheria zote zinafuatwa. Kwa hiyo kuna shirika la bima au insurance company ambayo ilikubali kuwa inalinda fedha zozote ambazo zitaenda kwa wateja. Kwa hiyo kampuni hii ya bima au hii insurance company ambayo pia nayo ni anonymous iko hapa kuhakikisha kwamba iwapo kutatokea makosa yoyote na mradi ukaharibika au labda contract ikatokea makosa isilete zile faida, basi hii kampuni ya bima itatokea na kulipa zile fedha zote ambazo benki ilitoa kwa ajili yako. Kwa hiyo wewe kama mteja wa Cryptex uko katika risk free. Uko katika risk free kwa maana ya kwamba hakuna mahali popote ambapo unawajibika kulipa fedha hizi ambazo umepewa zikiwa kama mtaji wako. Nafikiri tunaelewana mpaka hapo ndugu zangu, na tunapata picha halisi ya kuona ni jinsi gani walivyotumia ubunifu wa hali ya juu
kuhakikisha kila kitu kinaenda kisheria. Na hapo sasa, baada ya wao kutimiza vigezo vya kuwa na kampuni ya insurance, ndipo benki husika zilikubali kwamba tunaweza sasa kutoa mikopo kwa mikataba ya miaka 3, 5 au miaka 7, kwa sababu wana uhakika kabisa kwamba fedha hizo zitarejeshwa bila wasiwasi wowote. Kwa hiyo benki ndio zinatoa fedha, kampuni ya bima inafanya ulinzi au inalinda fedha zile dhidi ya hatari yoyote itakayoweza kutokea. Lakini hizi taasisi mbili kubwa hazifanyi kazi bure bure. Bima inapata faida kila mwezi. Bima kuna makato yatatokana na faida uliotengeneza ambayo italipwa. Yani ukiangalia akaunti yako kwa wale wana Cryptex utagundua kila mwezi kuna malipo yanakatwa. Haya yanalipwa moja kwa moja kwenye kampuni ya bima, na pia benki inalipwa fedha au faida iliyozalishwa kila mwaka kwa asilimia fulani. Utakuja kuona katika slaidi zinazofuata. Kwa hiyo tuseme pande zote zilizokubaliana kuunda mradi huu wa Cryptex zinapata faida, pande zote zinapata faida. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba pande hizo zote kukubaliana kushirikiana zilikuwa ziko tayari kwa ajili ya kutengeneza pesa, lakini ilihitajika pia wewe kama wallet holder uwepo, kwa sababu hakuna taasisi iliyohusika pale ambayo itapokea fedha isipokuwa wateja wa Cryptex. Kwa hiyo ili kuwa mteja wa Cryptex sasa ndo ulihitajika ulipe zile dola 100, ambapo dola hizo 100 zingetumika kama subscription fee, au zinakuwa kama ni subscription fee na kukufanya wewe uweze kuqualify kwa ajili ya kupokea ule mkopo, na hatimaye uweze kusubiri kuona jinsi faida yako inaendelea kuzalishwa. Sasa nini unatarajia baada ya kuwa umejoin Cryptex? Na hapa tutaona vizuri kwa mtu ambaye ame subscribe kwa mkataba, akachagua mkataba wa miaka 3, basi hii utaweza kuona makato yako yatakayokatwa kwa ajili ya bima kila mwezi ni dola 210, ambazo hizi hutadaiwa bali zinatoka moja kwa moja katika faida iliyozalishwa. Cryptex wenyewe watachukua dola 30 kila mwezi, na faida ya benki ni 6.7 kwa mwaka. Nafikiri unaweza kuona sasa hapa kwamba kila pande ambayo imeiunda Cryptex inapokea faida zake. Na huu ni mfano wa mkataba wako wa Cryptex ambapo unaonyesha makato yote ambayo yanakatwa kila mwezi. Mkataba huu wa miaka 3 utakupa nini? Mwishoni mwa mkataba, yani baada ya siku zako 1095, miezi 36, basi utagundua kwamba akaunti yako imekusanya fedha nyingi sana pale, zaidi ya dola 65,337 zitakuwa zimejikusanya pale kupitia compounding kama inavyoonyeshwa hapa. Pesa zilizotolewa na benki sasa, zile dola 30,240 zitaondolewa kutoka katika dola 65,000, na kile kiasi kinachobaki wao Cryptex wanakutumia email ili uweze kwenda kuwithdraw, na utawithdraw kwa njia ya Bitcoin na zitaingia katika wallet yako ambayo utakuwa umeitengeneza. Tunasema external wallet, ambapo mikataba itakapoanza kuwa inakaribia kumachua, tutakuwa Zoom zetu zitabadilika na tutaanza kuwafundisha watu njia salama za kuwithdraw pesa zao na jinsi ya kuzitunza, na hata tutatafuta wataalamu wa kifedha ili waweze kuwasaidia watu wengi waweze kujua ni namna gani wanaweza kutumia fedha walizozipata kuziendeleza na ziweze kukua na kuwatengenezea uchumi. Kwa hiyo unaweza kuona kila kitu kiko wazi katika Cryptex. Na iwapo utakuwa umechagua mkataba wa miaka 5, nilieleza kwamba utawekewa mtaji mkubwa wa dola 43,200 ambayo hii ni miezi 60, na hapa bima kila mwezi itakata dola 300. Watu wengi huwa wananipigia simu wananiambia nimeona salio limepungua kidogo. Na waambia angalia kwenye mkataba wako utagundua kuna malipo ya bima ambayo hukatwa kila mwezi. Handling fee inatoka dola 30 na faida ya benki ni 5.5 kwa mkataba wa miaka 5 au mkataba wa miaka 7. Cha ajabu ni kwamba iwapo utaweza kuvumilia kwa miaka 5, pesa utakayokuwa umetengeneza katika akaunti yako itakuwa imefika zaidi ya dola 514. Na hii kumbuka ni kwa sababu ya compounding effect. Benki itachukua dola 43,200 ambazo ilikukopesha, na fedha zinazobaki
utazi withdraw baada ya kutumiwa email yako ili uweze kwenda ku withdraw. Watakutumia email wakikwambia contract yako tayari imemachua na sasa unaruhusiwa kwenda ku withdraw mtaji wako. Hivi ndivyo vitu ambavyo tumejionea katika project hii baada ya kufanya utafiti mwingi, baada ya kujifunza kwa bidii. Maandiko yote haya ambayo mnayaona hayakuwa yakipatikana katika lugha ambayo tunaifahamu kwa urahisi. Tumejitahidi kuyatafsiri kwa sababu tuliamua kwamba tunahitaji watu wetu waijue vizuri project hii ili tuweze kufaidika kwa wingi. Kwa hiyo utaweza kuona sasa tofauti iliyopo kati ya mkataba wa miaka 3 na 5 ni kile kipato ambacho utapata. Ukichagua mkataba wa miaka 3 utapata dola 35,000. Ukichagua mkataba wa miaka 5 utapata dola 471,000. Lakini ukichagua mkataba wa miaka 7 utatengeneza zaidi ya dola 1,400,000 kwa sababu mkataba wa miaka 7 ni mwendelezo wa ule wa miaka 5. Kwa hiyo hapa unatakiwa uchague wewe mwenyewe, lakini kumbuka ada utakayolipa ni dola 100 pekee kwa kila mkataba ambao utauchagua. Kama unanielewa vizuri, hebu niambie ni nini kinaweza kukuzuia usiriski dola 100 kwa kitu kama hiki hapa. Sisi tumeona shuhuda nyingi sana na hapa tumeweka chache sana. Yaani watu wana withdraw pesa nyingi sana. Hizi zote ni shuhuda. Hizi hapa ni dola 403,796. Hii ni balance ya Bitcoin. Yaani mwenye mkataba huu ulipokomaa aka withdraw, hizi hapa zimeingia kwenye simu yake, tayari ni wallet yake dola